wangu. Hivyo una akili kweli? Zinachaji kabisa kichwani. Yaani hela umeazima 100,000, mimi nikajua hela umeazima kwa ajili ya kulipa kodi au kununua chakula ndani. Umechukua hela ya watu umeenda kumpa Osama. Udugu wangu, lakini usipandishe sauti, utanitia aibu. Au unataka huyu mama asikie tena apate neno la kulizungumzia hapa mtaani? Ama kweli. Umeingia cha kiume. Mwache huyu mama asikie. Muda mwingine huyu mama unajua anamchukulia kwamba ana roho mbaya, ana akili, kumbe muda mwingine huyu mama ana akili. Huyu mama muda mwingine anaongea vitu vya pointi. Wewe za wenzio unashadadikia, unazifurahia. Mimi mpaka nikipata hela zangu nakugea na wewe. Za kwako naenda kumpa mwanaume yule. Tena mwanaume mwenyewe suruali ana mbele wala nyuma. Anapenda kulelewa. Nimekuvulia kofia ndugu yangu. Yaani sikiza nikwambie, wewe ndo udugu wangu, tatizo langu ndo tatizo la kwako wewe. Naomba tu ndugu yangu nistiri kwa hili, tuchangie hela ili mali vile vitu virudi. Hebu acha kunichanganya, naomba vitu vyetu virudi. Mimi namkimbia Mwajuma Mbandandu kila siku, kumbe upumbavu unaofanya wewe. Naomba nipeleke kwenye hivyo vitu. Yaani muundani ikiwezekana, yani akuliki wala kuparaliki. Nadhani umenielewa Biba Timu. Lakini wewe hali ya Osama unaijua, na Osama ni mtafutaji. Mimi ninavyomsaidia hivi sio kwamba sina akili, mimi nina akili. Ipo siku ile pale atatusua miela na atatusaidia na utamshukuru tu yule. Atusue wapi ndugu yangu wewe? Akitusua hilo zanele pale atakujua wewe. Atakuona tena. Ashinda kula na wanawake wazuri kuchukua wewe. Matatizo yatakusharini mwenzenu unajiuliza, maana naona mengi ya ajabu ya kusikitisha, na macho yanaona matukio kibao, watu wanarogana kisamali. Hapa ndo nyumbani, karibu, yani jisikie uhuru, jisikie uko nyumbani, kuwa na amani. Sawa? Asante. Nadia, hemu kamwandalie kwanza maji ya kuoga aoge, alafu baada ya hapo mwandalie chakula. Sawa. Karibu sana, jisikie uko nyumbani. Vipi lakini sasa hivi unajisikiaje? Bado kichwa kinaniuma. Usijali, utajisikia sawa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Maadamu tumetoka hospitali na wao wenyewe wamekuruhusu, wameona kabisa utakuwa sawa. Kikubwa tu uzingatie dawa zako. Sawa? Basi pumzika hapa. Pumzika hapa. Ngoja fanya usafi kule. Maana naona mengi ya ajabu ya kusikitisha, na Bwana amani. Bwana mbie shoga yangu, vipi danga jana? Wewe shoga yangu wa Mungu. Pale waingie mtoto kim. Wasifungwa wakubwa nyinyi. Nyinyi mnanikimbia mimi, mnaniahidi vitu ambavyo hamvitekelezi. Na ufunga mlango, yaani aingii mtu hapa atoki mtu. Maana nimwatafuta sana mwenzangu. Mkaniogopea yeye anakuja. Mala chafu ni tabati ya kupata hela hamna. Mnaniogopea nini? Mnaniogopea mimi nakuliseni? Mzigo wangu uko wapi? Mimi mnaniogopea? Yaani nyinyi kweli nimeamini nyinyi kweli hamna akili, mawandazimu wakubwa, mmeniconvince vizuri na mimi nikatulia, nikajua kweli binadamu mmejirekebisha. Kumbe nyinyi mbwa tu, ni washenzi wakubwa. Nataka mizigo yangu sasa hivi wasungu wakubwa. Yaani nyinyi kama asungo, mimi hapa mimi ndo kungu wenu, somo wenu, nyakanga wenu. Leo nataka niwacheze. Na ama wanyiba tulia koko. Na kushafu gatiaga mdomo. Maana nilifunja geti yangu siyakuta ndani. Leo nimekutana hapa nje. Acha nimalizane na wasungwa. Nataka niwacheze ile ngoma ya Kimakonde, Mkole, kuna Msondo, kuna Kinyatindili. Halo wali wangu. Tulia kama moja mama. Yaani ulivyonifurahisha leo, wataijua hao leo kama chungu au tamu, kama kumeza au kutema. Umenikoshaje? Nifundie watu hapo. Wali wangu nifundie. Mwajuma mimi ngoja nikwambie ukweli. Nakwambia ukweli kabisa. Mimi vitu vyako nimeviona. Wewe tulia kama moja. Tulia. Jibu kitu. Mimi ndio niloweka msewe. Acha niwacheze wasungu nyinyi. Kazi mnayo leo. Tamjua wewe. Vitu vipo kwa Cheku,
Twendeni tu kwa Chiku, vitu vipo kwa Chiku. Afu Rebeka, tabia yako sio nzuri. Vitu wewe mwenyewe, kila mtu kapewa mzigo wake. Mwenyewe si mzigo wangu nitampa. Nikwambieni vitu vipo kwa Chiku, kwani wanifanya vitu kama hivyo? Vitu vyake si vilikopo ndani? Alotoa ndani kupeka kwa Chiku nani? Si wewe? Mimi ndio, lakini huwezi kunimwaga mbele au mimi namuweza mzigo wake, mimi nauweza. Wewe anemweza nani? Mimi mwenyewe namweza huyu. Afadhali wewe mwili wenu wote unaendana. Nani kasema? Fanya kazi yako, kasao kunigusia mlango wangu tu, kunivunjia mlango wangu tu ndio sitaki. Lakini kazi yako fanya. Funda wali wako. Oya, ngoja subiri. Nyanyuka twende peleke. Wote wanataka wewe. Twende huko. Oya, nyanyuka. Oya. Nyanyuka ile. Nyanyuka nijue. Ndondokea mimi. Nyanyuka natembea mwenyewe. Hapa tembea. Niache wananikalisha uchi. Unataka kumpa faida mama au? Mama simama elimu mwenyewe. Jamani, najua. Mwajuma. Kwani tatizo wewe ndio hapa? Chiku! Toka nje haka. Oya. Wale ujue umesikia? Tulieni. Hapa wewe. Safi. Haya. Wachemshe hao, kwangu mimi utapoa. Haya, mtu wako huyo hapo, pambana naye. Ulimpa wigi yule, alichukua pochi na viatu. Nasikia mzigo wangu na wewe. Mzigo nao na natamba nao. Nachokitaka hapa mbanji 1,100,000 mzigo natoka. Sikiza nikwambie. Mimi na changu na viatu vyangu. Huyo wigi langu upo chini ya viatu. Afu kumbuka mimi sikumpa huyo. Songea na mbwa. Naongea na nyinyi ninawafuga. Naombeni vitu vyangu. Unaomba mimi na huyo. Sikumpa huyo mimi. Niliwapa nyinyi. Mimi na uhakika kukupa nayo. 1,100,000. Ndio sielewi kabisa. Hebu vitu vyangu kweli vipo kwako au viko kwako? Mambo kwa ushahidi. Mzigo ninao na natamba nao. Mbanje kwanza, mzigo unatoka. Naomba vitu vyangu wewe atafaa kukuletea vitu. Vitu anavyo viko ndani. Tulia tu upewe lako. Mzigo nao na natamba nao. Mbanje. Namba tangu nimepotea, mtu wangu umekuja kufia. Sasa mimi sijaelewa. Vimewekwa bondi, umeuziwa. Kwa nini sijaelewa bado kipande hichi? Nataka kujua. Mwajuma. Mbanje kwanza, mzigo unatoka. Mwajuma mimi hapa Bandandu. Kumbe wewe. Wewe Ndio Bandandu. Nashukuru kufahamu. Leo umekutana nacho Mwajuma Bandandu. Mimi siwezi kutoa mimi yeye akakupa wale kuleta vitu watakupa hela yako. Nataka mizigo yangu. Kwanza samani, hajatoa na wigi? Wigi? Toa mbanje, unapata wigi. Sasa vitu vyangu vinapotea yangu. Hebu ile wigi kaita hajaita wigi. Wigi nimempa. Hebu naomba na wigi nihakikishe kama ni kweli kwangu. Vitu vinatoka Warabuni, vinatoka Oman hivyo. Hata vingetoka Uswizi. Tulia ndugu yangu. Tulia. Wale ndio wangu. Ndio wangu. Wale umejifanya? Wale ni wiki na kutoshiti. Mchanga kule. Unataka kuja ndio nakupokea. Kidogo. Kutana nuksi tu za biashara kaisa. Matatizo yatakwisha lini? Mwenzenu najiuliza maana. Kwa hivyo ulivyopendeza, nikaona bora nikuletee na zawadi nyingine ambayo itakupendezesha zaidi. Iko sasa unamechisha na hivi. Usijali, sio shida zangu hizi. Haya, nyingine hizi hapa. Lengo langu mimi nataka ufurahi na uenjoy. Hizi zote zako. Zote za kwako. Nimechoka kutoa, nyingine toa mwenyewe. Asante sana, nakushukuru, asante. Usijali, jambo la kawaida tu.
Ila sasa wewe nitakupa hela ukanunua mwenyewe, maana wewe una machaguzi sana. Anachagua huyu, unaweza ukamletea nyeupe akwambia ningepata na kijani. Sasa ili asipate wewe kijani, nitakupa hela ukanunua mwenyewe. Sawa? Sawa. Mimi ngoja nikapumzike basi kwanza. Lakini kile kitu umekipenda. Nimekipenda sana, asante sana. Mungu akubariki kwa kweli. Usijali bana. Sasa mimi ngoja nikapumzike basi. Kama kuna kitu kingine chochote utakuwa unakihitaji basi utaniambia kesho. Sawa? Sawa. Wewe nipumzike kwanza, mambo mengine tutaendelea baadaye. Anamunywa peke yake kakako Yaani usijali kuhusu zawadi, utalitoa zawadi yani mpaka utatoka. Tena sio zawadi, ni zawadi. Yaani nimefurahi, sikuamini ujue. Nilijua nitaendelea kuvaa hivi hivi nguo zako kila siku. Haya. Nimefurahi sana, usiamini. Sikutegemea maisha kama haya. Wewe Biba, wewe vipi tena? Labeka ndugu wangu, mimi nimeumbuka mimi. Una nini? Shaumbuka ndugu wangu, mimi nina mimba. Una mimba? Ila we kiboko. Yaani maisha tunaishi hapa nyumbani tena unaenda kubeba mimba? Hivyo una akili kweli wewe Biba wewe? Zinachaji kabisa kichwani. Ama kweli binadamu akili hakuna. Hiyo mimba nani? Ya Usama. Umeamua kumbebea na mimba kabisa? Hivi Biba kila siku unakwambia swala gani kuhusu Osama wewe? Kila siku unaongea swala moja kuhusu Osama. Hivi Osama anakupa kitu gani wewe mwanaume yule? Au umempendea kitu gani zaidi wewe? Yaani swala kwenda kubeba mimba tena. Maisha tunayoishi hapa maisha yenyewe ya shida. Maisha ya taabu mpaka tukadange ndio tuje kukula. Hapo tunaenda kubeba mimba. Haya utaenda kudanga vipi? Rebeka ndugu wangu, nisaidie kwanza, nisaidie lazima kwa baadaye. Swala la mbandani ndo tujalimaliza. Umeenda kubeba mimba na ushauri tena nikupe juu. Hivyo una akili kweli? Wakati unaenda kutia na mimba na bwana wako mimi ulimshauri? Kuniambia Rebeka naomba nipe ushauri, naenda nikakae staili gani ili nibebe mimba? Uliniambia? Mama, hilo swala la kwako mwenyewe. Tena huo mzigo utabeba mwenyewe, mimi haunihusu. Upo? Na huko ndani unahama. Hapa kuhusu kabisa, japo kodi tunalipiwaga na tunalipa wenyewe. Mama, ndani hapa kuhusu. Utajiacha mwenyewe? Upo? Ukakaa huko kwa Usama wako. Haya. Mimi nikakuona una akili ya Biba, muda mwingine akili mbona zinakuwa ziko sawa? Sio kunitolea macho kama chura kabana na mlango. Yaani huwezi amini. Kakaangu amekupambania sana. Sio amekupenda. Jamani. Hivi Nadia, kaka kwa kweli aje kunipenda mimi? Na umaskini huu. Sina ndugu, sina mzazi wa kunisimamia labda. Kweli? Kwa nini asikupende? Haya, anipende mimi. Vipi na kuhusu wifi yako? Yaani unavyotuona hapa hatuna wifi. Yeye na mimi na yeye. Labda wifi yangu wewe. Kwa hiyo umri ule alokuwa nao, nataka kuniambia kweli hana hata mchumba mpaka sasa hivi, sio mke tu? Huo ndo ukweli. Hapa hatuna tawi. Na tusonge sana, mwenyewe akatusikia bure. Na kweli mwenzangu asija katusikia mwenyewe. Tuendelee kufanya yetu dada. Rebeka. Mimi naumia mama. Mama tupeleke mama.
Mwanangu, Habiba. Vipi? Habiba, nini? Tatizo nini? Mama nisaidie mama mzazi, mama nakupenda mama. Niambie sasa unaumwa nini? Tumbo au chango? Subiri kwanza kakupe kitu cha moto. Ndio kummenya chai kunywa. Pole mwanangu, litapoa. Subiri unywe kitu cha moto, sitafanya mpango wa dawa hata panado. Tulia nakuja. Leo unajua amenikela. Yaani amenikela kwa kitendo anachokifanya Habiba. Tena amenikela. Yaani Habiba kila unachotaka kumwambia Habiba hataki kuelewa. Habiba kaenda kukopa hela kwa watu. Kukopa pesa kwa watu, yaani mtaani anavyochafua. Habiba kuna vitu tulikuwa tumekopa kwa yule, yaani tuliazima kwa Mwajuma Mbandando. Vile vitu sinilalamika kwamba vile vitu vimepotea ndani. Na mimi kumbukumbu yangu najua kabisa vitu niliingia navyo ndani. Siku nao muuliza mara, sijui siku yote kwa tumekunywa pombe itakuwa tumesahau tumetupa. Nikamwambia mimi kumbukumbu yangu najua vitu niliviingiza ndani. Cha ajabu anakuja kuniambia, ni mimi kweli nilichukua, nikapeleka sijui nikaenda kuweka bondi. Vile vitu kachukua kaenda kupeka bondi. Kule alipochukua 100,000. Kiukweli tena mimi sasa hivi aniache. Kwa hiyo mambo ya kujitakia. Asije kapiki kabisa eti Nora naomba unisaidie, Nora naomba nini? Kwa sababu ule bwana tulishamkanya. Mimi mniache kama nilivyo. Ninayokutana nayo huko ndani nayajua mwenyewe. Yaani haiwezekani ni garambuke mimi ila mlenye. Kachukua 100,000 kampelekea Osama. Subiri kwanza. Osama yule bwanake yule mtoto wa mama au? Labda ungewewe atakuelewa. Mimi ndo nimeongea juu ya huyo bwanake ya Osama. Lakini hataki hata kusikia. Yaani kaona kwamba sisi tunachomwambia haelewi, kaamua kumbebea na mimba kabisa. Ndugu yako pale alipo mjamzito. We. Hivi yule Habiba Timu mbona anajiendekeza hivyo? Yeye miko ya kazi zetu hazijui. Kwa maisha gani aliona wewe kubeba mimba? Habiba hajui kufanya chochote sasa hivi. Atoki. Mimi ndo nitoke nikafanya mambo yangu huko, nirudi nimlishe yeye. Unaona? Bwana mwenyewe ana mbele wala nyuma. Sana sana anakuja kutuku pale kumlala kufanyaje? Hata shilingi 100 ampi. Baadaye anakuja kuniomba mimi ndo nampa tena pesa kweli? Kwanza anajiendekeza. Kwanza yule yaani hata alikuwa sasa sio kuomba msaada. Yeye yule pale malaya chronic. Kashindikana. Wewe kazi tumeanza leo. Kwa nini yeye asiti? Si anda kapokoloka choe. Au shogangu wewe unaje? Peleka kapokoloka choe. Aliniambia kitu kama hicho. Kwa unanipa ushauri gani? Nikamwambia nikupa ushauri kitu gani? Wakati unaenda kwa wewe bwana wako mnafanya mambo yenu uliniambia nikakupa ushauri? Au nikakae staili gani? Simlijamulia nyinyi wenyewe. Nikamwambia utajua mwenyewe na bwana wako. Sijui kaenda huko bwana wako ameshauriana kitu gani? Mwenzangu kaja kulichola poa hapa. Toto wenyewe limetoka sasa. Toto limeng'ang'ana balaa. Kwa kazi gani mlizokuwa nazo mashoga zangu nyinyi? Mimi mwenyewe hapa nimekaa nimejistiri, kama wakuzaa ningekuwa kuzaa mie. Nimzalie bwana tena hiyo miela nimpate mie. Lakini kwa miko ya kazi yetu tunaijua. Mwanamke anajishikilia. Na minyundo humu mwilini sio ya nchi. Nimepiga minyundo. Yaani huyo mtoto akae kwa kutulia huko mbinguni huko alipo. Yeye tena kaenda vurugu. Kambeba Yakobo. Yule bwana kung'ang'ania. Yeah. Nice boy. Garu. Yaani sijui hata nikushukuru vipi. Umenibadilisha sana maisha yangu. Sikutegemea kama nitakuja kusimamisha kama haya hivi. Alafu Emi bwana, kuwa na amani. Unajua mimi furaha yangu ni kukuona wewe ukiwa hivi, kwa sababu mimi nimeanza kufuatilia muda mrefu hivi. Unajua kitu ambacho ukijui, mimi nimeanza kufuatilia tangu kipindi kile wewe unaumwa. Yeah. Unajua sio rahisi mtu kuamini hivi. Kweli? Ni mpaka wewe kuwa katika hali kama hiyo. Ukweli kwangu ni faraja. Na nafurahi sana.
Leo nimeamua tuje wenyewe huku kwa sababu kuna kitu nahitaji nikwambie, lakini samahani kama nitakuwa nakukosea. Kwa muda mrefu sana mimi nilikuwa mwenyewe. Ile nyumba ambayo unaona pale, naishi mimi tu na Nadia ambaye ni mfanyakazi wangu. Kama hutojali Emi, naomba uwe mke wangu. Unajua sio rahisi kuamini. Kwa nini mimi? Kwa sababu wewe ndio mwanamke pekee ambaye unanishawishi uwe mke wangu. Nakupenda sana Emi. Mimi nimeanza kufuatilia tangu kipindi kile wewe unaumwa. Nilivyokuona tu nikaona huyu anapaswa kuwa mke wangu. Una moyo wa ajabu sana. Yaani sikutegemea, kumbe tangu kipindi hicho unanifuatilia pamoja nilikuwa na matatizo. Naomba nisaidie kitu kimoja. Kama utanisaidia, mimi sina shida. Nitalizia ombi lako. Mimi niko tayari kwa ajili ya kitu chochote. Wewe utakachoniambia mimi niko tayari kufanya. Naomba unisaidie nipate haki yangu. Haki yako? Ni haki ipi? Yeah. Nice boy. Garu. Hivi dunia matatizo yatakwisha lini? Mwenzenu najiuliza, maana naona mengi ya ajabu ya kusikitisha, na macho yanaona matukio kibao, watu wanarogana kisa mali, wengine kisa mapenzi eti wako wanachukiana na kuishi mbali, wengine machocho kwenye dali wanaishi kwa imani tu, wanasala wakimuomba Jalali misikitini na kanisani. Shida oh shida, shida oh shida, shida oh shida, shida oh shida.